Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Tulikuwa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to stand firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa. Kama ni kiongozi mwenye utu, ungetatua kero za watu wako. Sio ubabe, kuwatisha, kuwateka. No, hiyo sio njia ya kulinda amani. Hauwezi ukaleta amani kwa njia ya kuwaua wale ambao ulitakiwa uwatumikie. Ulitakiwa utende haki kwao. Haiwezekani. Zaidi mtazidi kutengeneza taharuki, zaidi ukweli ni kwamba mnazidi kujiondoa kwenye mioyo ya Watanzania. Na kiukweli kama Watanzania watawakata, yani kama ni rais wa Tanzania ama wananchi au jamii hii ikakukataa, fahamu hata Mungu wa mbinguni amekukataa. Na kwa namna moja ama nyingine, siku sio nyingi, utawala wako wa damu utaanguka tu. Hii ni kufuru kubwa sana. Kitendo cha William Ruto kuja Tanzania kukutana na Rais Samia ambaye ni muuaji wa ndugu zetu, mtekaji wa ndugu zetu, ameichukua nchi ama ameupata ufalme kwa njia ya damu na kumwaga damu za Watanganyika. Na zaidi kwamba licha ya yote mambo ya kikatili aliyoyafanya, haoni kana kwamba alikosea. Tena kwa mujibu wa katiba amekosea, na kwa mujibu wa Biblia amekosea na stahili hukumu, ila hawaoni kwamba wamekosea. Zaidi kiwango cha mauaji, utekaji na mapipa ya damu walioyamwaga, ni kwamba wanaona ni kawaida. Ndio hiki ambacho sasa wamekijadili tena zidi ya Watanzania watakapokuwa wakidai haki zao, wakilalamika juu ya nchi yao, vile ambavyo itakuwa inayumba, namna ambavyo haki zao watakuwa hawatimiziwi. Unaona kwamba mkakati ambao wameuweka ni kwamba wananchi watakabiliwa kwa njia ya kutembezewa bakora. Inawezekana kutekwa, kupigwa risasi, kufungwa, kuuawa. Lakini ukijiuliza kwamba ukweli ni kwamba uwezi ukalevo mambo, uwezi ukaweka mambo sawa kwa kumtawala mtu kwa ubabe. Hebu tujiulize kwamba kinachoweza kupelekea aidha watu ama wananchi waandamane ama waingie barabarani ni nini? Hapa kuna haki za msingi wamezikosa. Unapoteka watu, umeua watu, hivi unafikiri kwamba mambo kama haya wananchi ama Watanzania wanyamazie? Ni jambo ambalo aliwezekana. Sasa unakuja kuona kwamba mikakati yote ambayo serikali na mamlaka ama rais huyu anazidi kuipanga zidi ya Watanzania ni moja ya mikakati fulani ya kishetani sana. Hebu sasa sikia, ni kusomea maandiko ya Danieli 11 mstari wa 27. Kimsingi hili sio jambo geni. Haya yote mnayoyapanga, mfahamu ya kwamba ni mambo ambayo waliwahi kuweko pia wafalme makatili kama nyie, ambao licha ya kwamba kuna namna walikuwa hawatawali vizuri, hawaongozi vizuri, ila wao waliamini pengine njia ya wao kuendelea kukalia vitu hivyo ni kuwaua wale wanaolalamikia. Lakini imeandikwa kwamba ukitenda vema Kaini hutapata kibali. Nachojua kabisa kwamba tungeenda kwenye vina vya wananchi, wanahitaji nini, wana kero gani, kama kiongozi au kama rais ukasimama kutatua kero za wananchi wako, hakuna ambaye angeandamana, hakuna ambaye angeingia barabarani. Kama ni kiongozi ungeingia kwenye vina vya wananchi, maumivu, kupitia maumivu kujali tabu na maumivu alionayo, hakuna ambaye angeanza kukutukana au kukuongelea vibaya. Huyu hayupo. Mwanadamu anahitaji usahihi wa kumchukulia kwa thamani alionayo. Uwezo ukamtawala mtu kwa ubabe, uwezo ukamtawala mtu kwa mabavu ya sheria au kinachoitwa mamlaka. No, hata kama uwe na mamlaka ya kiwango gani, ufahamu mwanadamu huyu alimadamu utamtawala kwa ubabe, wewe fahamu atakupinga tu, wewe fahamu atakutukana tu, wewe fahamu atakupindua tu. Na ukweli ni kwamba hakuna uovu ambao umewahi kushindana na wema ukashinda. Uovu mbele za wema hauwezi ukashinda. Mtu muovu, mfalme muovu, rais muovu mbele ya haki, mbele za Mungu, mbele za wema hawezi kudumu. Ufalme
wa dhuluma huwa haudumu siku zote. Nawaambieni, licha ya nguvu yoyote ambayo mtaitumia kushirikiana aidha na wafalme kuitawala nchi kwa ubabe, nawaambieni kwamba CCM na rais uliopo, nakwambia ufalme wako huu wa damu hautasimama. Kuanguka utaanguka tu. Mjadilivyo, mjadili mbinu zote za kuwaua wananchi, kuwateka watu, kuwakamata wale wanaonekana wanaongea, muwakamate, muwafunge, ikiwezekana funga wote, piga risasi wote, ua wote, teka wote. Lakini utakuja ufahamu ya kwamba kulikuwa kuna msingi mzuri sana kama ungetawala kwa haki, na kimsingi ufalme wako wa damu kuanguka utaanguka tu. Hasa hiki ambacho umekijadili na William Ruto, nawaambieni hamtafanikiwa. Kwa mujibu wa Biblia, Rais Samia hutafanikiwa na rais wa Kenya hamtafanikiwa. Watu wanahitaji haki, wanahitaji kupata suluhisho linaloonekana, sio kitendo cha wewe ambaye uko kwenye mamlaka au madaraka unakula wewe, unashiba wewe. Yani kakikundi kachache nyenye ndio mnaonufaika, wengine wanapolia hamjali. Sasa kitendo cha watu kuanza kulia kwamba hapa tunaumia hapa, kama ni kiongozi mwenye utu ungetatua kero za watu wako, sio ubabe, kuwatisha, kuwateka. No, hiyo sio njia ya kulinda amani. Hauwezi ukaleta amani kwa njia ya kuwaua wale ambao ulitakiwa uwatumikie, ulitakiwa utende haki kwao. Haiwezekani. Zaidi mtazidi kutengeneza taharuki zaidi. Ukweli ni kwamba mnazidi kujiondoa kwenye mioyo ya Watanzania, na kiukweli kama Watanzania watawakata, yani kama ni rais wa Tanzania ama wananchi au jamii hii ikakukataa, fahamu hata Mungu wa mbinguni amekukataa, na kwa namna moja ama nyingine, siku sio nyingi, utawala wako wa damu utaanguka tu. Danieli 11 mstari wa 27 anasema, na katika habari za wafalme hao wawili, mioyo yao watainuia kutenda madhara, nao watasema uongo walipo pamoja mezani, lakini hilo halitafanikiwa, maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Nakwambia Rais Samia, hutafanikiwa. Mikakati yote ambayo mmeipanga juu ya Watanganyika na Watanzania ama wananchi, nakwambia hamtafanikiwa. Uovu mbele ya wema haujawahi kufanikiwa. Mjiulize, mpaka watu waanze kuingia barabarani, mjiulize, kuna mambo ya msingi wameyakosa. Kuna mambo ya kikatiba ya haki kama wananchi hamjayatenda, ndio maana watu wanaamua kuingia barabarani. Sasa kitendo cha kuwashughulikia, kuwakabili kwa kuwaua, hiyo sio njia ya kutatua. Hiyo sio njia ya kutatua. Kwa hiyo hiki mlichokijadili ni ushetani. Nawaambieni kwamba hamtafanikiwa. Licha ya organize yote mlionayo, hamtafanikiwa, naambieni. Anyway, naomba nishia hapa, na hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka Mabusu. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wa haki yuaja, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Amen.